Watu wamekuuliza kwa nini ngo kuberiki kuberiki utigeze usubize uriya munyabihimbano ngo ni pipa. Kubera ko ubungubu uri kuza iyo uje umuntu akaza akakuchallenginga akwereka ibibi byawe, akwereka ahantu wabeshe, akwereka ibinyoma byawe, abantu bawe wewe n'abantu bawe mumwita ko ari umunyebihimbano. Uravuga ati ngo urasubiza ngo kubera ko utagiye utasubije uriya mu ibarate, ngo kubera ko utasubije uriya munyebihimbano ngo ni pima. Uravuga ati ngo nimukaje mumukurikira ngo wafungura na audio ye cyangwa se iyo niyo asomye Qur'an wamwumva gusa ukandikirwa ibyaha. Kumva uyu muntu ngo nibakanyumve baje bamwumva wenyine gusa, na ni sheria wakataze, kwa sababu nitwe tuje kugaragaza ibinyoma byawe. Wafashe igihe kirekire ubesha abantu, kandi nibino bintu nje ndi kukubwira najua kama uko kwenye shule ndi kukwigisha, uri mu ishuri ndakwigisha. Bari abantu bawe bino bintu ntabwo babisobanukirwa keretse wawundi wize nuri gusobanukirwa ibyo ndi kukubwira, ariko abandi ni abafana. Kandi buri umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka, nkuko birirwa banuka wa munyebihimbano we, banuka bavuga ibintu byinshi, banyataka no mu mihanda. Ubungubu kugira ngo usubize usubize ibibazo nakubajije, ahubwo bigaragara ko da'wa yanyu na ikhlasi mufitemo na no gutinya Imana birimo, kubera ko iyo umuntu yagukosoye akwereka uravuga kino kintu ni haramu, nkaza hano nkakugaragariza ko atari haramu, ahubwo kugira ngo uze hano wemere uvuga ati ewa nanjye naribeshe cyangwa se navuza amafuti mumbabarire, ahubwo urabuza abantu nibakamurikire. Ndugu yangu Faraji ambaye yeye amesha kujifanya yeye ni reference, kwa sababu katika kipindi ambacho kilichopita huyu jamaa alisema ya kuwa ikafikiria wakati akamzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kusema ya kuwa ngo ya mitako ngo gushira imitako mu nzu yanditsweho amagambo y'Imana Qur'ani, cyangwa se amazina y'Imana, cyangwa se amazina y'indunga yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abyita ko ari haramu. None turaza turamukosora, turamwereka ko ni yari yamenya haramu icyari cyo. Ibakagira ute? Ntibakankurikire ngo bagukurikire wenyine, ngo uzamurikira ngo azabona ibyaha. Ejo n'ejo bundi uzavuga ko nuzangirira nabi azabona ithawabu ajye mu ijuru. Ubu nuguheza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam rehma na amani, ndugu zangu Waislamu, hakika tumechukua fursa kama hii ya kuja tena mbele yenu
kwa kuweza kumrekebesha mmoja miongoni ya ndugu zetu ambaye anaitwa kwa jina la Huseni, ambaye anaishi katika nchi ya Rwanda, mjini Kigali. Ndugu yetu huyu amezungumza maneno mengi mpaka inafikiria kwa kuweza kuichukua sunna yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuifanya kuwa bid'a ama kuifanya kuwa uzushi. Na ni kitu gani ambacho amekiongelea? Amekiongelea kuwa dhikri ya pamoja, amesema ya kuwa ni bid'a, ni uzushi, na akaleta shutuma nyingi sana. Amezungumza maneno mengi ambayo sisi kutokana na muda huu mchache hatuwezi tukayarudilia, isipokuwa kama hiyo pointi moja ndio tumeona ya kuwa ndio muhimu ambayo tunaweza tukaja hapa mbele ya hii kamera kwa kuweza kumrekebesha na kumfundisha vile vile. Amezungumza kwa kinywa kipana ya kuwa dhikri ya pamoja bivuga ko nkuko abantu tushobora kwishira hamwe tukicara ahantu runaka, haba mu musigiti, haba mu nzu, haba ariho hose, tukicara dusingiza Imana, we arabyita ko ari ibihimbano. Kandi ni ikintu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadutegetse mu mvugo ze nyinshi cyane. Kama vile vile mtakavyotufuatilia tutaweza kufanya nini kuzionesha na kuwadhihirishia. Ndugu zangu Waislamu, yale ndiyo ameongea. Basi na sisi leo tumechukua hii wakati kama huyu ambao Mwenyezi Mungu insha Allah atatuwezesha tuweze kumrekebesha na vile vile tuweze kumfundisha. Ndugu zangu Waislamu, kabla ya yote tutazungumza kwanza dhikri ni nini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, nasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, dhkurullaha dhikran katira, mumtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi, wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabih vile vile asubuhi na jioni. Hii ni aya ambayo inaonesha Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tumtaje kwa wingi. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akatuambia katika Qur'ani, anasema wadhakirina Allaha kathira wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah anasema wadhakirina Allaha kathira, na wale wanaume ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, wadhakirati, na vile vile wale wanawake ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha pamoja na ujira uliokuwa mkubwa. Bimaana ujira uliokuwa mkubwa ni pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wanaume ambao wenye kumtaja kwa wingi, na vile vile wale wanawake ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Ndugu zangu Waislamu, ma maana dhikr? Nini maana ya dhikr? Adhikru, kuna moja miongoni ya wanachuoni, naye si mwingine ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, anaifasiri dhikri, anasema adhikru huwa thanau ala Allahi bijamii sifatihi. Anasema dhikri huwa thanau ala Allahi, ni kumsifu Mwenyezi Mungu kutokana na yale majina yake ama kutokana na zile sifa zake ambazo kama vile Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam.
hizi zote ni miongoni ya sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi adhikru huwa thanau ala Allah bijamii sifati. Dhikri ni kumsifu Mwenyezi Mungu kutokana na zile sifa zake. Wengine wakasema ya kuwa adhikru huwa tardidu lisani wal qalbi fi dhikrillah. Huwa tardidu lisani wal qalbi fi dhikrillah. Dhikri maana yake huwa tardidu, bimaana ni rudilia kwa ulimi na moyo kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Na wakatuambia kuwa afdalu dhikr dhikru lisani wal qalbi, bimaana dhikri iliyokuwa bora kuliko dhikri zingine zote basi ni dhikri ya ulimi na nini na moyo, kwa sababu adhikru yanqasimu ila qismaini. Dhikri inagawanyika sehemu mbili, kuna dhikru lisani wa dhikru alqalbi. Kuna dhikri ya ulimi kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ulimi, na kuna dhikri ya nini ya moyo. Ama dhikru lisani vile vile inagawanyika sehemu mbili. Kumtaja Mwenyezi Mungu kwa ulimi kunagawanyika sehemu mbili. Kuna kitu ambacho kinaitwa ad-du'a thanai wa ad-du'a talabi. Yani kuna maombi ambayo ni hii dhikri ya ulimi, maombi ya kumsifu Mwenyezi Mungu kupitia zile sifa zake tukazitumikisha kwa kumsifu Mwenyezi Mungu. Na kuna kitu ambacho kinaitwa ad-du'a talabi, na kuna maombi kama vile unaweza kumomba Mwenyezi Mungu na kuomba unirahisishie maisha yangu, Mwenyezi Mungu na kuomba unipatie kizazi bora. Hii inaitwa du'a talabi. Na kuna ad-du'a thanai. Ad-du'a thanai ni kumuomba Mwenyezi Mungu ama kutumikisha yale sifa za Mwenyezi Mungu ama majina ya Mwenyezi Mungu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala fi hadithi al-qudusi al-jalil akasema, man shaghalahu dhikru an mas'alati, yule ambaye mwenye kushughulika na dhikri na kunitaja. Mwenyezi Mungu anasema ya kuwa yule ambaye mwenye kushughulika na kunitaja kuliko kuniomba, bimaana akachukua agafatu mwanya wo gusaba Imana akaukoresha singiza Imana. Mwenyezi Mungu anasema a'ata'atahu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Mwenyezi Mungu anasema ya kuwa a'ata'atahu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Mwenyezi Mungu azamuhereza ibyiza birutaba abandi basaba. Bivuga ko nufata umwanya wawe usingiza Imana, ahantu ho gusaba Imana wo ugasingiza Imana, bivuga ko Imana izaguhereza ibyiza biruta abandi bayigirute bayisingiza. Iyi ndio nini? Ndio dhikri ama dhikru lisan. Ama dhikru qalbi ama dhikri ya moyo ni nini? Atafakuru fi azamatillah, ni kufikiria kutokana na miujiza ya Mwenyezi Mungu, ni kufikiria kwa vile ibiremwa by'Imana mubyabindi Imana yaremye. Hii ndio dhikru al-qalbi, kama vile Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya Qur'ani, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Man hum ulul albab? Wale wenye akili ni watu gani? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ni babandi basingiza Imana baryamye, bahagaze, bicaye, mu buryo bwose basingizamo Imana. Wayatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi, hanyuma bagatekereza ku byabindi Imana yaremye.
na wakafikiria kuyale ambayo Mwenyezi Mungu ameumba, watafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, ama wakafikiria kuumbwa kwa mbingu na ardhi na tofauti ya mchana na usiku. Hii ndio inaitwa adhikrul qalbi, ni dhikri ya nini? Ya moyo. Ndio Mwenyezi Mungu akasema ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, bimaana ukitaka utulivu wa roho ni juu yako kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Hii ni faida ya kufanya nini? Ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Sasa turudilie kwa yale ambayo huyu ndugu yetu, huyu kijana, huyu mtoto mdogo ambaye inaonekana amemezeshwa vile ambavyo asivyovijua, akaja kwenye kamera kwa kuonesha ya kuwa dhikri ya pamoja ni bid'a na ni kitu ambacho ni sunna, ni kitu ambacho tumehimizwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sunna ni nini? Kwanza, sunna ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kile ambacho alichokifanya mtume, kinaitwa sunnatu fi'liya. Kile ambacho alichokifanya mtume ni sunna. Kisha jambo la pili, kuna sunnatu qawliya, kuna sunna ya maneno, vile ambavyo mtume amevisema ni sunna, ama akaviamrisha ni sunna. Kisha kuna kitu sunnatu takririya. Sunnatu takririya ni vile ambavyo vilifanyikwa mbele ya macho ya mtume akaviunga ama akavinyamazia, ni sunna. Huko kuvinyamazia inaonesha kuwa mtume kavikubali, inaitwa sunnatu takrir. Hizi ndio sunna. Sasa hiki kitendo ambacho huyu ndugu yetu ambacho amezungumza avuga ko iyo abantu bishize hamwe basingizimana n'ibihimbano, iki kintu intumwa y'Imana yakivuze mu mvugo ze nyinshi cyane, turibuze kubona, turibuze gusobanura cyangwa se mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuonesha ubora wa dhikri ya pamoja. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhraj al-Baihaqi an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qala, hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juu yake rehma na amani, anasema ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allaha illa nadahum munadi minas samai qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, hakuna kaume ama kundi lolote ama watu, ijtama'u, watakaojikusanya, yadhkuruna Allaha, wakimdhukuru Mwenyezi Mungu, basingizimana, illa nadahum munadi minas samai, isipokuwa watanadiwa ama sauti itatoka mbinguni ikisema ya kuwa, ama sauti inasemwa, inanadiwa mbinguni ikisema qumu maghfuran lakum, simameni mmekwisha kusamehewa, qad buddilat sayyi'atukum hasanati, Mwenyezi Mungu ameisha kubadilisha makosa yenu kuyafanya kuwa mema. Bimaana hawatokusanyika watu fulani wakimtaja Mwenyezi Mungu wasingizimana, isipokuwa sauti utokwa mbinguni, unadiwa mbinguni kwa kusema ya kuwa simameni, qumu, simameni, maghfuran lakum,
mmekwisha kusamehewa. Qad budilat sayiatukum hasanati, makosa yenu yameisha kubadilishwa kuwa mema. Hii ni hadithi yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi ya kwanza. Ama hadithi ya pili, وعن سعيد الخدري رضي الله عنهما قال وأبي هريرة رضي الله عنهما قال, hadithi kupokelewa na Abi Sa'id al-Khudri pamoja na Abi Huraira, uradhi wa Mwenyezi Mungu uwe juu yao. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wetu Muhammad juu yake rehma na amani, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla, hawatokaa watu ama kundi la watu yadhkuruna Allah azza wa jalla, wakimtaja Mwenyezi Mungu, illa hafatuhumul malaika, isipokuwa huzungukwa na malaika, wa ghashiyatuhumur rahman, na vile vile hufunikwa na rehma zake Mwenyezi Mungu, wa nazalat alayhimus sakina, na vile vile Mwenyezi Mungu huwateremshia utulivu, wa dhakarahumullahu fi man indahu, na vile vile Mwenyezi Mungu huwataja ama hujisifia kwa malaika kutokana nao, wale ambao wenye kumtaja nani? Mwenyezi Mungu. Na hadithi hii inapokelewa inapatikana katika Sahihu Muslim, ni hadithi, na vile vile hii hadithi inapatikana katika Riyadus Salihin, ni hadithi ya 1447. Hadithi hii inapatikana katika Sahihi Muslim, na vile vile inapatikana katika Riyadus Salihin, hadithi ambayo inaonesha ubora wa watu kukusanyika na kumdhukuru ama kumtaja Mwenyezi Mungu. Hii ni hadithi ya pili. Ama hadithi ya tatu ni hadithi ambayo imepokelewa na Muawiya radhiyallahu anhu. Anasema nini? Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi halaqati min ashabihi faqala, anasema siku moja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliingia kawakuta masahaba, ameingia katika kikao cha masahaba. Masahaba walikuwa wamekusanyika na wakikaa pamoja. Kisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawauliza, ma ajlasakum, ni kipi ambacho kimewakusanya hapa ama kimewakaza hapa? Qalu, wakamjibu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalasna nadhkurullaha, kinachotukaza hapa ama kinachotukusanya, nadhkurullaha, tunamdhukuru Mwenyezi Mungu ama tunamtaja Mwenyezi Mungu, turasingizimana, wa nahmaduhu ala ma hadana lilislam, na vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza katika Uislamu, wa manna bihi alaina, na vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kututumilizia wewe mtume. Wa manna bimaana imanna, hapa inamhusu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, anasema katika suratu Al-Imran, anasema nini? Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah anasema laqad manna Allahu 'alal mu'minina, kwa hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia neema kubwa waaminifu. Maana Mwenyezi Mungu akusema laqad an'ama Allah, lakini akatumia laqad manna ni kuneemesha, lakini ulama utafsiri wanasema manna bimaana alqat'u ama aziyada.
Bimaana neema yoyote ile ambayo utakayoiona ikifika kwa neema ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukate ya kuwa ndio neema kubwa kuliko neema zote. Bimaana Mwenyezi Mungu ametufanyia ihsani pindi alipotuletea neema kubwa ya kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili aje tusomea aya zake Mwenyezi Mungu na atufundishe kitabu, na vile vile atutakase kutokana na nini, na uchafu wa shirki na kuabudu masanamu na kuabudu mizimu na kuabudu miungu, pindi tulipokuwa ndani ya upotevu ambao uliokuwa wazi. Wanasema ya kuwa sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia neema ya Uislamu, na vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile twakusanyika kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, Allah ma ajlasakum illa dhaka, hakuna kingine ambacho kimewakusanya hapa isipokuwa hicho. Qalu, wakasema ya kuwa wallahi ma ajlasna illa dhaka, hakuna kingine ambacho kimetukusanya hapa isipokuwa hicho. Mtume akawaambia akasema, inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, mimi sio ni wenye kuwatuhumu ama kupinga hiki kikao chenu, walakinni atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika, isipokuwa amenijia Jibrilu akaniambia kuwa Mwenyezi Mungu anajisifia ama anajifaharisha mbele ya malaika kutokana na hiki kikao chenu. Bimaana hiki ni kikao cha kheri ambacho Mwenyezi Mungu, kikao cha dhikri ambacho Mwenyezi Mungu anajisifia mbele ya malaika, kwa kujisifu mbele ya malaika, kwa kuambia malaika, tizameni jinsi waja wangu wamekusanyika kwa ajili ya kunifanya nini? Kwa ajili ya kunitaja. Hii ni hadithi ya tatu ambayo inaonesha ubora wa dhikri ya pamoja, ama watu kukusanyika kwa kumtaja Mwenyezi Mungu ama kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Ama hadithi ya nne ambayo wa akhraja al-Baihaqi anna Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha marartum bi riyadil jannati farta'u, mtakapopitia kwenye mabustani ya peponi basi chumeni matunda yake. Nimunyura kumabustani yo mwijuru muzasoroma imbuto zayo. Qalu, arabazwi nunga yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul janna, ni yapi mabustani ya peponi? Qala hilaqu dhikri, ama majalisu dhikri. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ni kikao cha dhikri, cyangwa se ni cyacicaro, ama bustani yo mwijuru ni cyacicaro hasingizwa mw'Imana. Ibi ni ibintu, ni hadithi, ni mvugo z'intumwa y'Imana zerekana iki? Ibyiza by'abantu guhura hamwe basingiza Imana. Ile hadithi ya kangahe? Hadithi ya kane. Ama hadithi ya gatanu, waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi illa ra'awhu hasratan yawm al-qiyamah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min qaumin, hakuna kundi lolote, jalasu, ambalo litakaa majlisan, kikao, lam yadhkuru Allah ta'ala, basi ndani ya hicho kikao wasimtaje Mwenyezi Mungu, ni bagasingiza Imana muri cyo kicaro cyabo, illa ra'awhu,
hasaratan yawm alqiyama, isipokuwa watapata hasara siku ya kiyama. Bivuga ko abantu nibaterana none muki muri ico giterano cyabo nibagasingize mu Imana, bivuga ko bazabona ibyago ku munsi w'imperuka. Ini hadithi yerekana ibyiza by'abantu guhura hamwe none bagasingiza Imana. Ama hadithi ya gatandatu, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ama hii hadithi tuvuye gusoma ni hadithi yakiriwe na Imamu Ahmad an Abdullah ibn Umar, iboneka muri sunan ya nani Imamu Ahmad, yakiriwe na ibn Amr radiyallahu anhu, yakiriwe n'umusangirangendo bita ibn Amr, iboneka mu gitabo cha Imamu Ahmad radiyallahu anhu. Ama hadithi ya gatandatu, وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، إن حديث القدسي أو الله فقتي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في الملأ ذكرته في الملأ خير منه. Na yule ambaye waman dhakarani fil mala'i, na yule ambaye atakayenitaja katika kundi cyangwa se mu mbaga y'abantu, dhakartuhu fil mala'i khairu minhu, Mwenyezi Mungu anasema na mimi nitamtaja katika kundi bora kuliko lile kundi ambalo amenitaja ndani yake. Ibi byose ni byiza, ni hadithi cyangwa se ni imvugo zerekana iki ibyiza byo gukora zikiri y'imbaga. Turakomeza twerekana ibyiza byo gusingiza Imana mu mbaga, cyane cyane no mu gihe turimo, ukwezi kwa Dhulhijja, muri iyi minsi 10 ya mbere ya Dhulhijja, ambayo Mwenyezi Mungu anatubwira muri aya iboneka muri suratul Hajj, au Mwenyezi Mungu avuga ati wayadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, na mumtaje Mwenyezi Mungu ama mulitaje jina la Mwenyezi Mungu katika masiku ama ndani ya masiku yenye kujulikana. Ama masiku yenye kujulikana, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema ayyamu ma'lumati ayyamul ashri, ni imisi 10 ya mbele ya Dhulhijja. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tukithirisheni ama tuzidishe sana ndani ya hizi siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, min tahlili, kwa kulitaja kwa kusema la ilaha illa Allah kwa wingi, wa takbir, na kufanya takbira nyingi, wa tahmidi, na vile vile kufanya tahmidi nyingi ndani ya hizi siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. وقال البخاري رحمه الله, Imam al-Bukhari akasema ya kuwa Imam al-Bukhari anasema wakana Ibn Umar wa Abi Hurairata yakhrujani ila suqi fi ayami al-ashri fayukabbirani wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima. Imam al-Bukhari anasema wakana Ibn Umar wa Abu Hurairata yakhrujani ila suqi fi ayami al-ashri, anasema ya kuwa Ibn Umar pamoja na Abi Huraira radhiyallahu anhuma, awa ni masahaba, yakhrujani ila suqi, walikuwa wakitoka na kuenda sokoni, fi ayami al-ashri, katika hizi siku 10 za Dhulhijja, fayukabbirani, wakitoa takbira, wa yukabbiru an-nasu, na vile vile wanatoesha watu nini? Takbira ndani ya soko. Bimaana takbira ni dhikri, au masahaba ama salafu salih
ama wema ambao waliotutangulia walikuwa wakiondoka, Ibn Umar pamoja na Abi Huraira, wakitoka wakienda ndani ya masoko wakitoa takbira na kutowesha watu takbira ndani ya soko. Maneno haya yanayopatikana vile vile, soma tafsiri ya hii aya katika tafsiri Ibn Kathir, wayadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, teremka hapo chini utayaona haya maneno ya Imamu al-Bukhari. Na vile vile tafuta kitabu ambacho kinaitwa Lataiful Ma'arif cha Ibn Rajab al-Hanbali, haya maneno utayakuta ndani yake. Haya yote yanaonesha dhikri ya nini? Dhikri ya pamoja. Bimaana dhikri ya pamoja ni kitu ambacho kilikuwa ni sunna yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ilikuwa ni ada na tabia ya salafu saleh, wema ambao waliotutangulia. Ama kwa kuonesha ubora wa dhikri ya pamoja, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, vile vile Ibn Abbas, huyu ni sahaba wake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ya kuwa anna rafa'a sauti bidhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anasema anna rafa'a sauti bidhikri hina yansarifu an-nasu, anasema hakika kuinua sauti ya dhikri pindi watu wanamaliza swala ya jamaa ni kitu ambacho kilikuwa wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana yeye Ibn Abbas anasema ya kuwa kwa kuijua ya kuwa swala ya mtume inaisha wakati wake, alikuwa kitu ambacho kilikuwa kikitambulisha kuwa wakati wa mtume swala inaisha ni huko kuinua sauti kwa dhikri. Wakala Ibn Abbas vile vile anasema kuntu a'lamu idhan sarafu ay min as-salati bidhalika ay raf'u sauti bidhikri idha sami'tuhu. Bimaana yeye alikuwa akijua ya kuwa ama swala ya mtume ilikuwa ikijulikana kuisha kwake kwa kuinua nini? Sauti. Vile vile anasema kuntu a'rifu inqidaa as-salatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bitakbir, nilikuwa nikijua wakati wa mtume swala ya mtume inaisha ama swala ya jamaa inaisha wakati ya mtume kwa kufanya nini? Kwa kuisikia sauti ya takbira. Hizi zote ni dalili za kuonesha ubora wa kufanya nini? Wa kufanya dhikri ya pamoja. Vile vile tunamalizia kwa kauli ya Uthaymin, Muhammad Saleh al-Uthaymin anasema hivi: yustahabbu liqari al-Qur'ani idha khatamahu an yajma' ahluhu. Yustahabbu liqari al-Qur'ani idha khatamahu an yajma' ahluhu, anasema inapendezwa kwa yule mtu ambaye msomi wa Qur'ani, mwenye kuisoma Qur'ani, ama tabia yake yeye ni kuisoma Qur'ani nzima akaimaliza, basi pindi ambapo atakapoihitimisha Qur'ani ama kuimaliza Qur'ani, ayajma ahluhu, inapendeza kufanya nini? Kuwakusanya watu wake. Fa innahu ru'ya an Anas ibn Malik annahu radiyallahu anhu innahu kana yajma'u ahlahu inda khatmi al-Qur'ani, anasema ya kuwa hiki ni kitu ambacho kwa hakika kimepokelea ya kuwa Anas ibn Malik, ambaye huyu alikuwa ni sahaba wake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, pindi alikuwa akimaliza kuihitimisha Qur'ani, basi alikuwa akikusanya watu wa nyumbani kwake. Bimaana afdalu dhikri al-Qur'an,
Qur'ani ni dhikri, kama vile Mwenyezi Mungu anasema inna nahnu nazzalna lahu dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hiki kitu ni sunna, ni kitu ambacho salafu saleh walikuwa wakikifanya, na maneno haya yanapatikana katika Fatawa Arkanul Islami safha yake ya 354. Fatawa ya nani? Ya Muhammad Saleh Al-Uthaymeen, Fatawa Arkanul Islami safha ya 354. Haya yote ambayo tunayaonesha yanaonesha ubora wa dhikri ya pamoja. Sasa ndugu yetu, wewe kwa kuyaita ni bid'a ama ni uzushi, umeyatoa wapi? Umeyatoa wapi? Hiki kitu ni sunna. Bimaana leo kuna kuja kitu ambacho mtu kama hajue kitu ama kitu hajawahi kukisoma ama mwalimu wake hajawahi kumfundisha, hakijue, anakiita kuwa bid'a. Ni lini sunna ilikuwa bid'a? Kwa sababu hiki kitu ama dhikri ya pamoja ni sunna, ni kitu ambacho tumehimizwa na kuamrishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi wewe mtoto mdogo, mtoto mchanga, utakiita ya kuwa ni bid'a? Ndugu yangu, ungali mtoto mdogo, chukua muda wa kufanya nini? Wa kuweza kusoma. Kwa sababu Imamu Shafi anatuambia katika maneno yake, anasema tasabbar ala murri aljafa min muallimi fa inna rusuba alilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra dhulla aljahl tula hayati. Anasema wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan, na yule ambaye hatoonja uchungu wa elimu siku moja, tajarra dhulla aljahli tula hayatihi, basi atapata tabu ama shida ya ujinga maisha yake yote. Chukua wakati wa kufanya nini? Wa kusoma. Wa man fatahu at-ta'limi waqta shababi fakabbir alayhi 4 liwafatihi, na yule ambaye hatochukua muda wa kusoma ndani ya utoto wake, basi apigiwe takbira 4. Na takbira 4 anapigiwa mfu ama maiti. Bimaana yule ambaye asiyesoma ndani ya utoto wake ni kama vile mfu. At-ta'limu fi sighari kanaqshi ala al-hajar wa at-ta'limu fi al-kibari kanaqshi ala al-ma. Mwenye kusoma ndani ya utoto ni kama vile mwenye kuandika juu ya jiwe. Ile miandiko inakuwa ni yenye kubaki, inabaki muda mrefu ama makarne na makarne, inabaki miaka na miaka. Wa ta'limu fil kibari kanaqshi ala alma, na yule mwenye kusoma ndani ya ukubwa ni kama vile mwenye kupiga sinyatiri ndani ya maji. Sasa ndugu yangu, ungali mtoto mdogo, chukua muda wako wa kufanya nini? Wa kusoma. Usichukue muda wako wa kufanya nini? Wa kufutu masala ama kuweza kurupukwa kwenda kwenye kamera kwa kufanya kitu ambacho ni sunna, wewe ukakifanya kuwa ni bid'a. Ndio kitu ambacho ndugu yangu nilitaka mimi nifanye nini? Ni kushauri, chukua muda wa kufanya nini? Wa kusoma. Ama jambo la pili ambalo mimi nitafuta kumalizia, mimi nimemalizia kwa kuweza kumjibu ndugu yangu Faraji ambaye yeye amesha kujifanya yeye ni reference. Kwa sababu katika kipindi ambacho kilichopita, huyu jamaa alisema ya kuwa ikafikiria wakati akamzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kusema ya kuwa ngo ya mitako, ngo gushiri mitako munzu yanditsweho amagambo y'Imana Qur'ani, cyangwa se amazina y'Imana, cyangwa se amazina y'indunga yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abyita ko ari haramu. None turaza turamukosora, turamwereka ko ni yari yamenya haramu icyari cyo.
byaranagaragaye ko uyu muntu ntiyari yamenya haramu icyo ari cyo bitewe n'ibyo yavuze, kwa sababu lisanu almar'i mithluhu wa mithlu fuaduhu ma lam yabqa illa surata al-lahmi wad-dami. Ulimi wa mtu mithluhu ni mfano wake, ni nusu yake, wa mithlu fuaduhu, na kile kipande kenye kubaki ni moyo wake. Bimana iyo umuntu avuze ibintu avuze akoresha ururimi rwe, bigaragaza bya bindi biri mu mutima we cyangwa se ibintu bimwihishemo. Niyo mpamvu tuvuga ati uyu muntu ntago yize. Turamubwira ati nawe afata umwanya ajye kwiga. Bigaragara ko igihe cyangwa se umwanya yafashe yiga ntiyari yamenya haramu icyo ari cyo. Sinzi kuntu wowe umuntu muzima haujajua hata nasi yenye kuja kuharamisha inakujaga namna gani. Uravuga ati ngo imitako, ngo gushira imitako yanditsweho Qur'ani mu nzu ni haramu. Ukazana aya kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Ndugu yangu, hii aya haikukuja kuharamisha. Bimana haujajua hata nasi ambayo kujua nasi inayokuja kuharamisha inakujaga namna gani. Bimana ukitaka kuharamisha kitu lazima utuletee nasi ambayo iko qat'iyyu thubut. Kwa sababu katika aya za Qur'ani kuna aya namna mbili. Kuna al-ayatu muhkamat wal-ayatu mutashabihat. Ukija kuharamisha lazima utuletee aya ambayo ni ya hukumu, ambayo ni qat'iyyu thubut, kwa sababu zile al-ayatu muhkamat zinaitwa qat'iyatu thubut na al-ayatu mutashabihat zinaitwa dhanniyu thubut. Ukija kuharamisha tuletee aya ambayo iko qat'iyyu thubut, ambayo inakuja direct, inakuja kuharamisha. Kama vile Mwenyezi Mungu alisema nini? Hurrimat alaykumul maytata wa lahmal khinzir. Tumewaharamishia mzoga na nyama ya nguruwe. Bimana hii aya imekuja direct, imekuja kufanya nini? Hurrimat alaykum, imekuja kuharamisha. Ama utuletee aya ambayo Mwenyezi Mungu amekataza, na baada ya kile ambacho amekataza akaweka iqabu ama akaweka adhabu kwa wale ambao watakayofanya kile kitu. Mwenyezi Mungu akakataza kitu kwa jina, kisha na akaweka adhabu kwa wale ambao watakayofanya nini? Watakaokifanya. Hii ndio nahyu ya nini? Ya taharimu, ya kukuja kuharamisha. Hiyo aya ambayo umeitumia sio aya ya kukuja kufanya nini? Kuharamisha. Na ndio maana nikakuomba uniletee hata hadithi ambayo ni maudhui. Hadithi maudhui ni hadithi ya kutunga, ya kumzulia hata mtume uongo kwa kusema ya kuwa imana ya haramishije gushiri mitako yanditsweho aya za Qur'ani cyangwa se amazina y'Imana cyangwa se amazina y'intumwa y'Imana, aho intumwa y'Imana ivuga ko ari haramu. Hadithi yo ya kutunga hukuipata. Vile na kuomba ulete hata kauli imvugo y'umumenyi wavuze ko gushira imitako yanditsweho Qur'ani cyangwa se amazina y'Imana mu nzu ni haramu. Ndabishaka. Ahubwo ikintu wakoze kwa sababu na khiana zako na roho mbaya, watu wamekuuliza kwa nini kubera kutigeze usubize uriya munyabihimbano ngo ni pipa. Kubera ko ubungubu uri kuza, iyo uje umuntu akaza akakuchallenginga akwereka ibibi byawe, akwereka ahantu wabeshe, akwereka ibinyoma byawe, abantu bawe, wewe n'abantu bawe mumwita ko ari umunyebihimbano. Uravuga ati ngo urasubiza ngo kubera kutagiye utasubije uriya mu ibarate, ngo kubera utasubije uriya munyebihimbano ngo ni pima. Uravuga ati ngo nimukaje mumukurikira
ngo wafungura na audio ye cyangwa se iyo niyo asomye Qur'an wamwumva gusa ukandikirwa ibyaha. Kumva uyu muntu ngo nibakanyumve baje bamwumva wenyine gusa, na ni sheria wakataze, kwa sababu nitwe tuje kugaragaza ibinyoma byawe. Wafashe igihe kirekire ubesha abantu, kandi n'ibino bintu nje ndi kukubwira najua kama uko kwenye shule ndikukwigisha, uri mu ishuri ndakwigisha. Bari abantu bawe bino bintu ntabwo babisobanukirwa keretse wawundi wize nuri gusobanukirwa ibyo ndi kukubwira, ariko abandi ni abafana. Kandi buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka, nkuko birirwa banuka wamunye bihimbano we banuka bavuga ibintu byinshi banyataka no mu mihanda. Ubu ngubu kugira ngo usubize ibibazo nakubajije, ahubwo bigaragara ko da'wa yanyu na ikhlasi mufitemo na no gutinya Imana birimo, kubera ko iyo umuntu yagukosoye akwereka uravuga kino kintu ni haramu, nkaza hano nkakugaragariza ko atari haramu, ahubwo kugira ngo uze hano wemere uvuga ati nanjye naribeshe cyangwa se navuza amafuti mumbabarire, ahubwo urabuza abantu nibakankurikire. Nibakagira ute? Nibakankurikire ngo bagukurikire wenyine, ngo uzamurikira ngo azabona ibyaha. Ejo n'ejo bundi uzavuga ko nuzangirira nabi azabona ithawabu ajye mu ijuru. Ubu ni ubuhezanguni, n'iterabwoba, kubera ko ushaka ko wowe wenyine bakumva wowe wenyine. Urindese, uri intumwa y'Imana, urahanurirwa, kubera ko Mwenyezi Mungu anatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hakukuwa anazungumza ambayo ni matamanio ya nafsi yake, isipokuwa ni wahi ambayo alikuwa anapata kwa Mwenyezi Mungu. Nawe sinzi nimba usigaye ubona wahi kugira ngo baje bakumva wenyine. Urindese, ukazuvuga ati ngo wowe ngo uri umusozi, urabikonfirma ngo uri umusozi, ngo umusozi ngo umuyaga nagushobora kunyeganyeza umusozi. Uri umusozi waheze. Mwenyezi Mungu arakubwira ngo ntabwo uri umusozi, nta nubwo uzigeza ubu umusozi. Allah arakubwira ati wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Katika suratul Isra, innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Innaka, tena Mwenyezi Mungu anaanza kwa harfu tawkidi wa nasbi, hakika yako. Innaka lan takhriqa al arda, hawezi ukaikanyaga ardhi na kibri zako uitoboe. Walan tablugha al jibala tula, na kushobora kuizamura ufikie urefu kama vile wa mlima. Mwenyezi Mungu akubwira na kushobora kuba umusozi. Uri umusozi waheze. Umusozi wowe ugaragaza ko ufite ilmu imeze nk'umusozi, wowe utari wamenya haramu icyari cyo. Wowe uri umusozi. Ugopa Mwenyezi Mungu ndugu yangu, ugopa Mwenyezi Mungu, kandi ufati igihe cyo kwiga. Hauko kitu na haujajua kitu, fati igihe cyo kwiga, byo kuvuga ngo nibakanyumve. Oya, buri muntu afite uburenganzira bwo kumva uwo ashaka. Kandi nge ndabwira abantu, ubuntu wese mumwumve, ari Faraji, ari Ali Pepe, ari nde wese mumwumve kugira ngo tubashe kumenya aho yabeshe, tuze hano kuri kamera tumunyomoze, twumve umuntu wese. Bya bintu byo kuvuga no kumva batabliri nukicarane nabo, oya. Mwenyezi Mungu aratubwira ati innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Waislamu wote ama waaminifu wote ni wanandugu, na tengenezeni undugu wenu
almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu ya muislamu mwenzie. Habo mutablighi no muvandimwe wa umusilamu, habo musufi kuko ariko bita ngo nabanyabirimbano no muvandimwe wa umusilamu, haba faraji no muvandimwe wacu, na ali pepe n'abandi bose n'abavandimwe bacu b'abasilamu. Ibyo ngibyo ayo macakubiri ushaka kuzana mu basilamu turayamaganye. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huyu ndio wakati ambao tumechukua kwa kuweza kuwarekebisha hawa ndugu zetu. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu, basi kama kuna nafasi ambapo sisi tumekosea, sisi ni kama wanadamu na kila mwanadamu ni mwenye kukosea, basi Mwenyezi Mungu atusamee, na kama kuna nafasi ambapo tulipatia, basi vile vile Mwenyezi Mungu aweze kutulipa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.